ni kwamba mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 1:47 kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya Mbeya vijijini, kwenye barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina ya Scania lori ikiwa limebeba shehena ya unga ikiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, ikiwa natokea Dar es Salaam. Liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni T257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndio humo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la korongo kwenye mto huu Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo 27 kwa jana. Lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba majeruhi mmoja ameongezeka, na ndio maana nasema vifo vimefikia 28. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni 12 na miongoni mwao watoto ni 2. Wanaume sasa ni 16 na kati ya hao kuna watoto wa kiume 2. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, kati ya hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi 18 wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu 9 bado hawajatambuliwa. Katika ajali hiyo majeruhi ni 9 kama nilivyokwisha sema. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgara miaka 35 mkazi wa Mbalizi, aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Rosa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa, hii ni lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori, na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi. Mpaka sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini, pamoja na kwamba yuko kwenye matibabu, lakini tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za kisheria. Kwanza kabisa niwape pole sana wana Mbeya kutokana na ajali hii ambayo imejitokeza jana, lakini nadhani tulipumzika masuala ya ajali kwa muda mrefu kidogo. Wakati nakuja hapa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote, lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo mambo yafuatayo. La kwanza, ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepua kule nyuma. La pili, ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni 3 waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugharamia swala la masanduku yote 28 kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki. Lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi 500,000 kila familia, kwa jumla yake shilingi milioni 1. Tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwa Mbeya pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi, hususan nchi ya Kongo, nchi ya Zambia, lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu
yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari malori yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku 3.